Andika jambo hili, andika jambo hili, nisetie vizuri. Andika jambo hili. Habakuki alipomwambia Mungu katikati ya miaka, tunaona ombi lake, anamwambia Mungu, fufua kazi yako katikati ya miaka. Fufua kazi yako katikati ya miaka. Sasa lile neno, ile sentensi katikati ya miaka, alikuwa anamaanisha kitu gani? Katikati ya miaka alikuwa anamaanisha kitu gani? Na hapa leo nitaenda taratibu sana ili uweze kunielewa, kwa sababu tutakuwa na agenda kadhaa za kuomba hapa, kwa sababu watu wengi wanakwama kwenye hichi kitu kinachoitwa katikati ya miaka. Katikati ya miaka ndio vitu vingi vinaibuka hapa. Katikati ya miaka mateso mengi ndio yanaibuka hapa. Katikati ya miaka ndiko kwenye vita. Shida sio Mungu kukupa wazo. Shida sio Mungu kukuruhusu kuanza, kwa sababu Ufunuo anatuambia Mungu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Tunaenda pamoja? Labda nirudi jana kwenye kitu nilichosema. Nilikwambia ili Mungu akufikishe mahali alipokukusudia, atakachofanya atakuletea wazo kwanza. Na nilikueleza namna ambavyo wazo linaweza likakutana na vita mpaka kuanza kwake. Shida sio kuweka mpango wa kujenga. Shida sio kuweka mpango wa kuanza biashara. Shida sio kuwa na matamanio ya kujenga. Shida sio kuwa na matamanio ya kuanza biashara, ya kuanza kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwanza. Lakini kwa upande mwingine, shida inaweza isiwe kwanza. Shida ikawa kumaliza au kuendelea kile ulichokianza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anachofanya cha kwanza ni, unapaswa uelewe hiki: kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ana chuo cha kwake, ana kitabu cha kwake ambacho kimeandika maisha yake. Atazaliwa na mama yupi? Atazaliwa na baba yupi? Atazaliwa wapi? Atasoma kitu gani? Atafanya kazi ya namna gani? Ataoa nani? Ataolewa nani? Kila kitu kimeandikwa kwenye kitabu chako. Biblia inaitwa chuo. Tunaenda pamoja? Biblia inaita chuo. Sasa aliyeandika maisha yako ni Mungu mwenyewe. Tunaenda pamoja? Ni Mungu mwenyewe. Na atakayeratibu matukio yaliyoandikwa kwenye kitabu chako ni Mungu mwenyewe. Tunaenda pamoja? Labda nijaribu hivi. Yawezekana 2026 kwa mujibu wa kitabu chako unatakiwa uwe unamiliki nyumba. Tunaenda pamoja? Sasa majira yale yakifika, Mungu anachofanya, anakuletea kilichoandikwa kwenye kitabu chako cha mwaka 2026, anakuletea kama wazo. Tunaenda pamoja? Anakuletea kama wazo. Sasa akikuletea kama wazo, Mungu anakuwa tayari kashatengeneza mazingira mpaka mwisho, mpaka hilo wazo linavaa mwili na linatimia kama ambavyo Mungu amekusudia.
mpaka unaona Mungu anakusemesha kitu, mpaka unaona Mungu anakupa wazo. Tayari alishasafiri, alishatembea kuanzia mwanzo wa hilo wazo mpaka mwisho wake. Tunaenda pamoja, tunaenda sawa, watu wa Mungu. Baba, nitumie mfano huu mwingine. Mzee Tera baba yake na Ibrahim, kwenye kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa 31 na wa 32. Labda tusome huo mstari. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 31 na wa 32. Angalia Biblia inavyosema. Biblia inasema hivi, Mwanzo 11:31 na 32. Biblia inasema hivi, Tera akamtoa Abraham mwanawe. Tera akamtoa Abraham mwanawe, na Lutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe, na Sarai mkwewe mke wa Ibrahimu wa Abraham mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanaani, wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Mstari wa 32. Siku za Tera zilikuwa miaka 205, Tera akafa katika Harani. Sasa unisikilize. Mzee Tera na familia yake wamekaa Uru ya Wakaldayo kwa kipindi kirefu. Ukafika ule wakati ambao Mzee Tera na familia yake wanatakiwa waondoke Uru ya Wakaldayo waende Kanaani, mahali ambako ndiko kumebeba mafanikio yao. Kwa hiyo ule wakati wa wao kutoka kwenda kwenye nchi iliyobeba mafanikio yao ulipofika, Mungu akamletea Mzee Tera kama wazo, toka wewe, chukua familia yako, mtoke hapa muende mpaka Uru, muende mpaka Kanaani. Tunaenda pamoja. Mzee Tera hakuwa na shida katika kupokea wazo, alilipokea. Tunaenda pamoja. Hakuishia kwenye kupokea peke yake, akalifanyia kazi. Unasema mtumishi, unasemaje? Unajuaje? Ule mstari wa 31 kuna sentensi inasema hivi, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende Kanaani. Maana yake ameweka wazo kwenye matendo. Kwa hiyo akabeba familia yake, wakaanza safari kutoka Uru ya Wakaldayo kwenda wapi? Kwenda Kanaani. Tunaenda pamoja. Lakini angalia, Biblia inasema tena sentensi nyingine, inasema wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Lengo la safari au wazo la Mungu ni wao kutoka Uru ya Wakaldayo kwenda wapi? Kwenda Kanaani. Na wakachukua hatua, wakatoka. Lakini Biblia inatuambia wakafika Harani wakakaa huko. Tunaenda pamoja. Na mstari wa 32 unasema Mzee Tera akafa akiwa wapi? Akiwa Harani. Wazo la Mungu ni wao, ni yeye kutoka Uru ya Wakaldayo kwenda wapi? Kwenda Kanaani. Tunaenda pamoja. Lakini walipofika Harani wakakaa hapo mpaka Mzee Tera akafa. Maana yake Mzee Tera anakufa, wazo la Mungu halijafanyaje? Halijatimia. Mzee Tera anakufa, kusudi la Mungu halijafanyaje? Halijatimia. Au Mzee Tera anakufa, lengo la safari yao halijafanyaje? Halijatimia. Maana kusudi la Mungu ni wao wafike wapi? Wafike Kanaani. Wazo la Mungu ni wao wafike Kanaani. Kwa hiyo walipoanza safari, destination yao ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Kanaani. Lakini wamefika Harani, wakaamua kukaa hapo. Na Harani sio Kanaani. Kwa wale wasomaji wa Biblia, ukisoma jiografia za kwenye Biblia, Harani ni njiani katika kuelekea Kanaani. Ni eneo ambalo ilikuwa ni eneo la kibiashara, ni kama njia yenye mchangamko wa kibiashara. Ni sawa sasa hivi nataka kutoka Tabora niende Mwanza, nafika Nzega, naamua kukaa hapo. Lakini nilipoanza safari nikiwa
Nzega, nikiwa Tabora, lengo la safari yangu ni wapi? Ni Mwanza. Lakini nilipoanza safari, nilipofika Nzega, nikaamua kufanyaje? Nikasema siendelei tena na safari, naishia hapa. Ndicho kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Shetani anaweza asikuzuie kupokea wazo la Mungu la kukufanikisha. Anaweza asizuie wewe kuanza kutekeleza, lakini akahakikisha ya kwamba hilo wazo halikufikishi mahali ambako Mungu amekusudia kukupeleka. Mungu aliwakusudia wafike wapi? Wafike Kanaani. Lakini shetani alipoona tu mzee Tera amepokea wazo, shetani alichofanya, alitangulia Harani. Akajua tu hawa ndugu watapita hapa. Kwa hiyo shetani alipofika Harani, akatengeneza mazingira ya kwamba hawa ndugu wakifika hapa, kwa sababu watapita hapa, wakwamie hapa hapa. Yoshua, katika kitabu cha Yoshua 24 ule mstari wa 2 na wa 3 inatupa sababu iliyomfanya mzee Tera akaishia Harani, akakwamia Harani. Yoshua anawaambia watu ya kwamba baba zetu hapo mwanzo walikaa ng'ambo ya mto pale Harani, maana baba yake Tera alikaa Harani. Alipokuwa Harani, aliabudu na kuitumikia miungu mingine. Kwa hiyo alipoabudu na kuitumikia miungu mingine, ile miungu ikamkamatia pale mpaka akafa. Ni kwa nini nimekuambia ili wazo la kutoka Uru wa Kaldayo kwenda Kanaani ni wazo la Mungu? Angalia Mwanzo 12 inaanzaje. Mungu anamtokea Ibrahim, anamwambia toka wewe katika nchi ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nchi ambayo Mungu alimuonyesha Ibrahimu ni ile ile Kanaani ambayo Mungu alileta wazo kwa baba yake. Mungu anajaribu kumwambiaje Ibrahim, pamoja na kwamba baba yako amekwama hapa Harani, sio mahali penu nilipowakusudia. Mahali nilipowakusudia ni Kanaani. Kwa hiyo nyanyuka utoke hapa uende Kanaani, kwa sababu ukiwa pale Kanaani nitakufanya kuwa taifa, nitakubariki, nitalikuza jina lako na kukufanya wewe uwe baraka. Haijalishi umezaliwa wapi. Unaweza ukazaliwa Tabora, lakini Tabora isiwe nchi yako ya kufanikiwa. Unaweza ukazaliwa Dar es Salaam, lakini sio nchi yako iliyobeba mafanikio yako. Unaweza ukazaliwa Iringa, lakini ardhi ya Iringa sio iliyobeba mafanikio yako. Unaweza ukakaa nyumbani kwenu miaka na miaka, hautoboi, lakini ukinyanyuka tu ukatoka kwenu unatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tujiulize swali mimi na wewe. Kwa nini baada ya mzee Tera kufa, Mungu asimjie Ibrahimu akamwambia wewe, si umekaa hapa, babako si ameamua kukaa hapa, si amenunua mashamba hapa, si analima hapa, si anafuga hapa, basi kaa hapa hapa, nitakubariki ukiwa hapa. Kwa nini amwambie toka? Maana yake Uru wa Kaldayo na Harani hakukuwa kumebeba mafanikio ya nani? Ya kina Ibrahim. Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja? Unaweza ukazaliwa Tabora, ukapewa urithi na baba yako Tabora, lakini bado ukaishi maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nitumie mfano huu nielewe. Unaweza ukawa we ni msharika wa kanisa kuu hapa Tabora, na ni mpishi mzuri sana sana, na hakuna asiyejua ya kwamba we ni mpishi mzuri. Tunaenda pamoja? Sasa mwezi wa 8 tuna sikukuu ya Mikaeli na watoto. Bwana asifiwe. Ya Mikaeli na nini? Na watoto. Kamati ya malezi, sijui kama huko kamati ya malezi, nasema ukisa tumtafute mpishi wa kutupikia pilau na wali kwenye sikukuu ya Mikaeli na nini? Na watoto. Mwenyekiti wa kamati anasema okay, wajumbe tutakuwa na kikao Jumatano, kila mjumbe aje na jina la mpishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wajumbe wanakuja na jina la mpishi, kila mjumbe anakuja na jina la nani? La mpishi. Kwa hiyo majina yanaweka mezani. Hakuna asiyejua kwamba wewe ni mpishi, hayuko. Wajumbe wote wanajua. Wakaweka majina mezani.
la kwako halipo. Wakajadili pale, au yawezekana lipo, wakajadili pale, jina litakalopita ni msharika wa airport. Bwana asifiwe. Yaani unashangaa wewe ni mpishi mzuri, lakini hata kupika pilau na wali kwenye Mikaeli na watoto umekosa. Harane. Siko mahali palikobeba baraka zako. Tunaenda pamoja. Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika hiyo nchi nitakayokuonyesha, nitalikuza jina lako. Bwana asifiwe. Kwa wale wa asubuhi waliokuwepo niliwaambia na tuliomba Mungu moja, tupe jina jema. Mungu akitaka kukuinua anainua jina, sio roho. Tunaenda pamoja? Yaani Mungu akitaka kukuinua anainua jina, sio roho. Shetani akitaka kukuporomosha haporomoshi roho, anaporomosha jina. Analifunika jina giza. Tabora kuna hardware nyingi sana. Hata Yesu msanga unakaa Ipuli. Ipuli ziko hardware nyingi. Unaweza ukatoka Ipuli ukaja mjini kuja kununua simenti kwa fulani. Sio kwamba Ipuli hakuna simenti, zipo. Kinachokupeleka pale nini? Jina. Na ndio maana nitashangaa sana. Kuna mtu nitamsaidia hapa, unisamee lakini nakufahamu. Nitakusaidia kitu kimoja. Naona tu unapostigi biashara. Lakini sijawahi kuona ukitupostia jina la biashara yako. Sijawahi. Sijawahi kuona hata sikubeba jina la yana anaposti bidhaa. Lakini sijawahi kuona ameposti nini? Jina. Bwana asifiwe. Unafungua duka, andika duka la rejareja. What is duka? Yaani hapo kuna maduka ya rejareja mengi. Mungu naomba uniinue kibiashara. Uinue biashara gani? Biashara gani? Inaitwaje? Kwa sababu Mungu anakuza jina, sio biashara, anakuza jina. Hapo kuna hardware nyingi. Unaandika duka la vifaa vya ujenzi. What? Hello? Jina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Sasa unisikilize. Unajua hapa nimeambiwa kuna maduka 29. Yako maduka 20 ngapi? Sasa yani mtu akitaka kukushusha kibiashara anashughulikia jina la biashara. Jina lako na jina la biashara. Haangaiki na bidhaa. Tunaenda pamoja? Maana yake akienda kwa mganga atataja jina la duka lako. Okay. Duka lako liko wapi? Liko kanisa la KKT Tabora mjini. Kuna maduka 29 hapa. Tunaenda pamoja? Kuna maduka 20 ngapi? Sasa yule mganga atajuaje hilo duka? Lazima mpe jina. Tunaenda pamoja? Lazima mpe nini? Jina. Sasa kwa hiyo akishapata jina, kama ni kuja, anapokuja anatafuta hilo jina. Tunaenda pamoja? Atakuja atakuta hilo jina limeandikwa fulani, jina fulani, ndio atakayotafuta hapo. Sasa ndio maana moja ya kanuni ya kiroho ya kusimamia jina hasa la biashara ni lazima jina la biashara lisimamiwe na neno. Tunaenda pamoja? Kwa nini neno? Biblia inasema hivi, maneno haya ni waambiayo ni roho tena ni uzima. Tunaenda pamoja? Mungu ni roho, shetani naye ni roho. Tunaenda pamoja? Roho na roho ndizo zinazopambana.
roho na mwili asipambane, no, ni roho na roho. Maana yake roho ni nguvu, na ndio maana Balaamu aliposikia wana wa Israeli wanakuja, akasema watu hawa ni wenye nguvu kutushinda sisi. Akawapa wazee uganga, ujira wa uganga, nendeni mkatutafutie mtu aje atulaanie hao watu. Nendeni mkamwambie Balaamu aje atufanyaje? Atulaanie hao watu, kwa sababu ni wenye nguvu kutushinda sisi. Maana yake hawa wana wa Israeli, nguvu iliyoko nyuma yao ni kubwa kutushinda sisi. Roho iliyoko nyuma yao ina nguvu. Kuna roho inayowapa nguvu. Tusipoizoofisha hiyo roho, tusipoizoofisha hiyo nguvu, hatuwezi kuwapiga. Kwa hiyo tutumie laana ili kuzoofisha kwanza kinachowapa nguvu rohoni, ili tukikutana nao kwa jinsi ya mwili iwe rahisi kufanyaje? Iwe rahisi kuwapiga. Tunaenda pamoja? Okay, tujaribu kwa Daudi. Kwa Daudi na Goliati. Tunaenda pamoja? Mstari wa 43 wa kitabu cha Samuel 17. Biblia inasema hivi. Angalia. Goliati kuanzia ule mstari wa 4. Mstari wa 4 unatambulishia Goliati alivyo. Ni mtu mpana mkubwa, amejifunga mavitu ya maana. Tunaenda pamoja? Biblia inasema akawa anaongea kwa ujasiri. Sasa lile jeshi la Sauli lilipoona muonekano wa Goliati na anavyoongea kwa ujasiri, Biblia inatuambia kwenye mstari wa 11 wakaogopa. Wakamwogopa nani? Wakamwogopa Goliati. Pale kakimbia, haliko mbele yangu. Huyu kijana mdogo mfupi wa umri kama huu, katoa wapi ujasiri wa kusimama mbele yangu? Maana yake nyuma yake kuna nguvu iliyompa ujasiri, ambayo sio nguvu ya kawaida. Kwa hiyo ndio maana ule mstari wa 43 Goliati akasema, Biblia inasema Goliati akamlaani Daudi kwa miungu yake. Maana yake ile laana aliyokuwa anaitoa Goliati ni kwa ajili ya kuzoofisha ile nguvu, ile roho iliyoko nyuma ya nani? Ya Daudi, iliyompa ujasiri wa kusimama mbele yangu, kwa sababu nisipoizoofisha hii roho kwa jinsi ya mwili siwezi kumshinda. Na Daudi naye akajua hiyo kanuni katika ulimwengu wa roho. Ule mstari wa 45 akamwambia Goliati ya kwamba wewe unanijia kwa mkuki na fumo, mimi ninakujia kwa jina la Mungu wa majeshi ya Israeli ulioyatukana. Kwa hiyo Goliati alipotafuta msaada kwa Mungu wake, na Daudi naye akamtaja Mungu wake. Kwa hiyo Mungu Mfilisti na Mungu wa Israeli, Mungu aliye hai katika Kristo Yesu, wakakutana kwenye ulimwengu wa roho, wakapambana. Mungu aliyeshinda kwenye ulimwengu wa roho ndio aliamua ushindi kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo Mungu Mfilisti akatandikwa kwenye ulimwengu wa roho, huku kwenye ulimwengu wa mwili jiwe moja tu kwenye kombeo likatosha kumteketeza Goliati. Kwa nini? Kilichokuwa kinampa nguvu Goliati kimeshazoofishwa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja? Ngoja nikuambie kitu kimoja wapendwa. Nadhani nyinyi mnashuhudia wenyewe. Ukimwona Lokaji hapa anapendwa sana, ujue nyuma yake kuna roho. Tunaenda pamoja? Kwa sababu anaweza akasikika model yuko Tabora. Tunaenda pamoja? Wakasafiri watu kutoka Kigoma, kutoka Mwanza, kutoka Mbeya, kutoka wapi, wakaja hapa. Wanamfuata nani? Mchungaji, kuna watu wanasafiri hapa, wanapanda basi mpaka Dodoma. Wakifika Dodoma wanapanda SGR. Wakifika Dar es Salaam wanapanda daladala, wanaenda Kawe. Kufanya nini? Waliosoma Cuba wameelewa. Wanaenda kufanya nini? Kukanyaga mafuta. Kukanyaga nini? Mafuta. Nini kinachowapeleka kule? Kuna roho. Tunaenda pamoja? Kuna roho.
imefanya wale watu, imewavuta wale watu, imemfanya yule mtu apendwe na watu. Tunaenda pamoja? Sasa ukiona mtu anapendwa, jua nyuma yake kuna roho. Unatakiwa ujiulize ni roho ya namna gani? Inaweza isiwe ya Mungu aliye hai. Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Ni kweli. Na ukiona mtu anachukiwa, nyuma yake kuna roho. Kuna roho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa? Kuna mtu anaelewa hapa? Sasa nimekuambia roho na roho ndivyo vinavyopambana. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo sasa, kinachopambana na roho ya vizuizi, kinachopambana na roho ya umaskini, na roho ya magonjwa, na roho yoyote mbaya ni roho. Lazima kuweko una roho yenye nguvu. Tunaenda pamoja? Na roho yenye nini? Yenye nguvu. Sasa Biblia inasema hivi, neno ni roho, maneno haya ni waambiayo ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Ndio maana Biblia inasema tutaishi kwa imani. Imani inatoka wapi? Kwenye kusikia. Kusikia nini? Neno la Kristo. Kwa hiyo unachokisikia ndicho kinachokutengenezea imani. Tuenda pamoja? Ile imani iliyotengenezwa kutoka kwenye kusikia ndio inaozaa muujiza. Tuenda pamoja? Watu wa Tabora, niwasaidie sana, unisikilize. Muujiza una kanuni zake. Muujiza una nini? Una kanuni zake. Kanuni ya kwanza ya muujiza, kanuni ifuatayo ndio kanuni ya muujiza: neno jumlisha imani sawa sawa na muujiza. Tunaenda pamoja? Kama neno halipo, imani haipo, muujiza hauwezi kuwepo. Tunaenda pamoja? Tunaenda sawa watu wa Mungu? Acha kudanganywa kusema njoo huku kuna miujiza, njoo huku kuna miujiza. No, ukishakuwa na neno ikajenga imani, ile imani itazaa muujiza.